Nimekuja leo kivingine. Nimekuja na Biblia ambayo ni hii hapa. Hili ni neno la Mungu. Hili ni neno la Mungu, na leo ni Jumamosi ambayo nimekuletea hizi habari njema za kunena ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu. Kabla ya kuanza kukuletea habari ambayo inajiri pale Iran, Israel, lakini pia pamoja na Korea Kusini, pamoja na USA au Marekani, ambako watu wengi wanaamini kwamba yeye ndiye mtawala wa dunia, kwa sababu yeye ndiye ana sauti hasa kwa upande wa Afrika. Sasa leo tutajifunza maandiko matakatifu yanayotoka katika kitabu cha Mathayo 24, na tutaanza na ule mstari wa 3. Anasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msisitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganywa wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Hilo ndilo neno ambalo leo nimekuletea. Kwa nini nimeanza na habari ya neno la Mungu? Nimekuletea habari ya neno la Mungu ili uweze kujua ni wapi tunapoelekea, ni wapi tunapokwenda, ni wapi tulikotoka. Nataka nikwambie, unapoona vita vinatokea leo, kuna vita kubwa ambayo inalindima Irani na Israeli wakiwa wanapigana, wa USA nao wakiwa wameingia humo kwenye hiyo vita, lakini South Korea kwa Kim Jong nao wanaingia wakiwa wanapigana. Ukitaka kuangalia vita vinavyoendelea, Kongo pamoja na Rwanda leo vimekuwa ni nchi zenye uhasama. Ukiangalia kwenye taifa letu Tanzania, kuna maasi mengi ambayo yanatokea. Watu wengi wanapotea, wengine wanauawa, wengine wanakufa. Watu wamekuwa ni wenye kujipenda wenyewe. Mpendwa, nataka nikwambie, kwa nyakati hizi tulizokuwa nazo, ni dalili kabisa ambazo zinaonyesha wakati wa siku za mwisho zinakuja. Nyakati tulizokuwa nazo ni dalili tosha kati ya zile dalili na zile njia na yale maono ambayo alituambia Yesu Kristo. Watu leo hii, mpendwa, yuko tayari apate pesa. Yupo tayari apate pesa ili mradi tu akatolee ushahidi wa uongo. Akatolee ushahidi wa uongo mahakamani ili mwenzake afariki. Leo mtu yuko tayari atoe pesa ili mtu fulani afe. Hiyo ni dalili ya mtu kujipenda mwenyewe. Yaani mtu ambaye hapendi wenzake, haoni wenzake, yani yuko tayari. Leo ukitaka kuangalia, watu wengi kwenye taifa letu wamepotea, wengine wamekufa, wengine wametekwa na watu wanaoitwa watu wasiojulikana. Sasa hiyo ni dalili, mpendwa, ya siku ya mwisho. Watu leo wameingia mpaka makanisa wanafungia. Tumeona kanisa la Gwajima leo anasaliti, anasema mtakuwa mnasalitiana ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo ni dalili ya siku za mwisho, mpendwa. Kanisa linapofungwa ili watu wakose mahali pa kuabudu, ili maana yake ni kwamba watu washindwe kumtafuta Kristo. Hii ni dalili ya siku ya mwisho, mpendwa. Unapoona Irani wanapigana, Israeli wanapigana, hii ni dalili ya siku ya mwisho. Je, wewe ndugu yangu, nitaka nikuulize swali. Je, wewe ndugu yangu upo wapi? Hapo ulipo upo wapi? Siku za mwisho zinakuja. Huu ni mwanzo wa uchungu. Taifa moja linapopigana na taifa jingine, watu wanaposalitiana, watu wengine wanapouawa, hiyo ni dalili ya siku ya mwisho.
Watu anapotoa pesa ili mwenzake aweze kuuawa, mtu anasimama mahakamani anatoa ushahidi wa uongo juu ya mtu fulani ambaye anapigania haki, hiyo ni dalili ya mtu kujipenda yeye mwenyewe. Maana yake hapendi yule mwenzake aone ana survive kwenye maisha, hapendi aone yule mtu anaishi. Habari yako mpendwa na mfuatiliaji wa chaneli hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupita katika ukurasa huu, tunaomba uweze kusubscribe, kulike, kushare ili kuweza kupata new updates ambazo tutakuwa tunaziweka mara kwa mara na uwe wa kwanza kuweza kuzipata habari zetu. Leo mpendwa mtazamaji, mtu leo anafungia kanisa la mwenzake ili kusudi watu wasimtafute Mungu. Kanisa ni hospitali ndogo, nilisema kanisa ni hospitali ndogo ambayo inatibu matatizo ya vijana ambayo yanawakumba mara kwa mara. Lakini leo hii nikitaka nikwambie, mtu yuko tayari kufunga kanisa watu wasimtafute Mungu. Maana unapofunga kanisa unataka manake watu wawe vibaka, watu wawe wana tabia mbaya, watu waanze kujificha, kwa sababu hakuna mahusiano. Ukiangalia sababu za kufunga hakuna. Leo watu wanajipenda wenyewe. Yuko tayari mtu kutoa pesa, atoe pesa ili mtu fulani akapoteze maisha. Yuko tayari mtu kumuua mtu. Yani leo mpendwa, ng'ombe wanapendana kuliko binadamu. Zamani kipindi cha nyuma, ukimuona binadamu mwenzako kama ni usiku, ukiona umeenda labda ni mlimani, ukamuona binadamu mwenzako unamkimbilia, ukijua kabisa huyu ni mwenzangu bwana, tutaendaga wote. Mwenzangu unaitwa nani? Naitwa fulani bwana, tuendage wote. Yani binadamu tulikuwa tunapenda. Lakini sasa hivi binadamu tumegeuka, tumekuwa ni wanyama. Tumegeuka ni watu ambao hatupendani. Sisi kwa sisi hatupendani, tunapenda fedha. Tumekuwa ni wabinafsi. Mtu anakuwa ni mbinafsi, mtu ambaye yuko tayari kupoteza maisha ya mwenzake. Maana yake huyo mtu ni mbinafsi, hapendi kumuona mwenzake anaishi. Leo Simbilisi inapenda kuiona Simbilisi nyezake leo inaishi. Lakini leo binadamu tumekuwa ni watofauti. Hatupendi kuona binadamu wenzetu wanaishi, kwa sababu tumekuwa tunajipenda wenyewe, tunapenda fedha. Leo taifa kwa taifa wanapigana. Leo wanawake kwa wanawake wanaoana, wao kama wao, wanaume kwa wanaume wanaoana. Jamani, where we are going my friend? Hebu tugeuke jamani. Leo yani mtu leo kabisa anaoana mwanamke kwa mwanamke, wanakaa pamoja eti ni wachumba. Mtu na mume wake, yani wanaoana, wanasagana. Leo wanaume kwa wanaume leo wanaoana, wanakaa pamoja. Hizi ni dalili mpendwa za siku ya mwisho. Ni lazima tusimame kidedea, hasa watu tuliokoka, ili kuweza kupinga mambo kama haya, ili asiweze kutokea mambo kama haya. Mpendwa, nataka nikwambie, ni lazima ubadilike wewe kama wewe. Uwe ni mzalendo wa nafsi yako, uwe ni mzalendo kwa taifa lako, uwe ni wa kwanza kuhubiri habari njema za Yesu Kristo. Leo ukiweka Yesu, ukiweka na mpira, watu wanapenda mpira kuliko Yesu. Leo ukiweka Kuruani na gazeti la udaku, leo watu wanapenda gazeti la udaku kuliko Kuruani. Leo ukiweka Biblia, ukiweka nyimbo za Injili, ukiweka na Injili na nyimbo za Bongo Flava, leo wanapenda watu nyimbo za bongo. Maasi yameongezeka kwenye taifa. Ukiangalia ni wapi tunakwenda, hakuna. Watu wamekuwa ni wabinafsi, si viongozi, si wanani, wamekuwa ni wabinafsi, wenye kujipenda, wenye kujijali wao kama wao. Sasa ukiangalia, maana yake hatuwezi kwenda mahali popote. Leo ukiangalia Israeli wanalia. Leo Israeli wanalia, Irani wanalia, wakimbizi kila kona ni wakimbizi. Ukiangalia Kongo wanalia, ukiangalia wapi wanalia. Sasa mambo kama haya usipokuwa makini, hata wewe yatakutokea. Maana wanakwambia ukiona nywele za mwenzako zinanyolewa, basi za kwako tia maji, ili wakati wewe kunyolewa, maana yake ni kwamba uwe uko safi. Uwe uko safi kabisa, uko kwenye mandhari nzuri. Lakini ukiona msiba kwa mwenzako unatokea, wewe unacheka. Kumbuka na wewe huwa inabadilika ndugu zanguni. Na ndio maana katika maisha kuna kuzaliwa, kuna kuishi, kuna kufa. Yani unapitia hatua tatu. Katika hizi hatua tatu ambazo unazaliwa, unaishi, baadaye unakufa, maana yake ni vipengele ambavyo vinakuja. Maisha ya mwanadamu yananyauka ni kama maua. Wewe unayetesa wenzako, unayeua wenzako, unateka wenzako, umekamata unamwaga damu za wenzako, ipo siku moja hata wewe mwenyewe utakufa. Ni lazima utakufa tu. Huwezi ukaishi milele. Kama unajidanganya kwamba mimi kwa sababu nimemuua mtu fulani nitaishi milele, nataka nikwambie leo, siku ya leo, nataka nikwambie unajidanganya mpendwa wangu. Hakuna mahali popote ambako unaweza ukasonga kama unateka wenzako,
unaua wenzako, unawaangamiza wenzako, unapewa pesa ili utoe uhai wa mtu fulani, nataka nikwambie hutaishi mpendwa, bali nataka nikwambie utateketea. Utateketea kwa moto. Jehanamu inakungoja. Ni heri ukabadilisha maisha yako leo ili ukawe ni kiumbe ambacho kiko safi. Mahali popote unaponisikia mpendwa, nataka nikwambie, unapoona vita kama hivi vinatokea, nataka nikwambie ujue ndio dalili ya ujio wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni lazima ujipange. Ulichokuwa nacho kishikilie, mtu asije akakinyang'anya, maana atakapokinyang'anya utakuwa hatari mpendwa. Utakuwa na hatari kubwa sana. Geuka leo, maadamu mlango uwazi. Ingia kwenye huo mlango ambao uko wazi, ili ukaishi maisha matakatifu, ukaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Asante sana.